Asante Bwana Roja kutokea Kano Story. Nimeuliza jinsi nilivyokuja, jinsi ninavyofanya huduma. Ukijitazama ninyi nyote hapo ni waandishi wa habari, lakini Mungu amewatofautisha sura zenu. Hata ndugu zenu wakihitaji kuwatafuta, watawajua kwanza kwa sura na kwa maumbile. Sasa mimi Nabii James Nyakira, mimi ni nabii, si mtume, si mchungaji, si mwalimu, si mwinjilisti. Katika utumishi wangu, hiyo ndio neema niliyopewa na Mungu kuwahudumia watu. Lakini pia watu tunaowahudumia, hasa nao wahudumia mimi, ni maskini sana. Ni maskini katika kiwango ambacho wengine ukikaa nao, ukisikiliza yale wanayopitia, yale walio nayo, unatamani kile ulichopewa na Mungu ukirudishe kwa wale walio na uhitaji zaidi. Kwa hiyo utoaji, ambao ndio swali lako la msingi, hii ndio neema niliyopewa na Mungu, na natamani, na ndio mipango yangu. Muda sio mrefu sana, kwa wiki nitakuwa na hudumia watu, nainua watu wengi kwa kutoa zaidi ya milioni 200 kwa kugusa maisha ya watu mbalimbali, ambao wengine ukiondoka ukienda nyumbani kwake ukiona anavyoishi, wengine unawakuta wamelala huko mitaani, wengine unawakuta wanatembea na watoto migongoni, wengine wamekimbiwa na wanawake, wengine wamekimbiwa na wanaume. Lakini pia mimi, baba yangu wa kiroho ni hayati TB Joshua wa Nigeria, ambaye miongoni mwa karama zake ilikuwa ni kutoa zaidi. Sasa kwa kuwa mimi nimelelewa kwake, nimejifunza kazi ya Mungu kwake, amenifundisha yeye, amenipa neema hii ambayo leo na mimi nafanya kazi kwake, mimi nitakuwa zaidi ya kile alichokuwa anakifanya yeye. Asilimia kubwa ya kile ninachokipata nitakuwa nainua umma, nitakuwa na wahudumia watu, nitakuwa natoa kwa watu. Kwa bado sijatoa, nimeanza, lakini bado. Itafika wakati ambapo dunia itajua, na Tanzania itajua kwamba yupo mtu mahala fulani ametumwa na Mungu kwa ajili ya kugusa maisha ya watu walio na uhitaji. Asante kwa swali lako. Jessica, asante. Nikianza kwanza na yule mama, mimi ni nabii, si mtume. Namhudumia mtu baada ya Mungu kunionyesha nini kilichomo ndani mwake, nini anachopitia, ana shida gani, chanzo chake ni nini, kimesababishwa na nini, na ana uhitaji gani. Kwa nilipofika kwake walikuwa wamejipanga. Nilipofika kwake nikaonyeshwa aina ya maisha aliyokuwa anapitia. Kwa nilimpa unabii kwanza wa tatizo alilonalo. Lakini nikaikuta na watoto wanasoma, mwingine alikuwa naye mgongoni, na amefanya biashara, amefilisika, anauza tishu kwenye foleni za magari. Mume wake amekamatika Tanga, imeshindikana, kaenda sasa hivi kakamatika Singida kwa Wanyatulu. Sana. Yaani nilipata changamoto sana. Kwa hiyo yuko Tanga. Mpaka leo Tanga nilimwambia Mungu, naomba umtoe Tanga kwa sababu
Baada ya kumwambia Mungu amtoe Tanga, Mungu akafanyaje? Baada ya kunitelekeza. Sasa unaweza ukaona wewe kama mtumishi wa Mungu, mama kama yule, alafu jioni mimi niendeshe gari ya milioni 200. Niende mimi nipande niishi gorofani. Na muacha mama kama yule. Amebeba taifa la kesho mgongoni. Hana cha kufanya. Amesikia yupo mtumishi wa Mungu Mwenge mpakani. Aje na mimi tena nikombe mpaka sadaka yake ya mwisho. Nikombe tena mimi mpaka sadaka yake ya mwisho, na ikibidi nimpe maneno matamu ya utoaji, atoe mpaka sadaka ya mwisho aliyobaki nayo. Yeye ikibidi tena arudi kwa mguu akitarajia Mungu atampa zaidi. Ndio maana hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, watu hawa waliopo hapa wanahitaji muwape chakula, sababu yeye ndiye nabii mkuu. Aliona shida zilizokuwa ndani yao, akawatuma wanafunzi wake waende watafute chakula wampe. Sisi watu tunaowapokea, tunapokea watu maskini sana, na tunapokea sadaka kwa watu walionacho na wasiokuwa nacho. Lakini kwa namna moja au nyingine, wasiokuwa nacho tunazidi kuwaumiza zaidi, na tunawafanya kuwa maskini zaidi. Kwa yule mama, swali lako la pili kwamba alisema Mungu amenisemesha sasa hivi, na umesema kwamba akasisitiza nimongezee 100,000 sasa hivi. Na maombi. Kwa nikikupa 500,000 leo unatoka kwenye umaskini, utafanya biashara, utafanikiwa. Mungu ataninyanyua, ninao imani. Lakini Mungu ananiambia unipe 600,000. Mungu anakuambia unipe 600,000. Nikupe 600,000. Kweli nasema sauti haki ya Mungu na kweli. Mungu anasema na kila mtu. Kama mimi Mungu anavyosema na mimi kama nabii, anaweza akasema na mtu ambaye mpaka umtarajii. Kwa kuwa yeye ameumbwa na Mungu, na Biblia inasema Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake, anaweza kumtumia mtu yeyote kufikisha ujumbe. Kwa kuwa alisema, amesemeshwa na Mungu, na muda huo huo sikutaka kupata muda wa kumhoji, kumpinga, ilibidi na mimi nitimize. Kama mimi nilivyo na uwezo wa kumwambia mtu madhabahuni kwamba hili nimeonyeshwa na Mungu, na yule mtu akafanya, hata mshirika ana uwezo wa kuja akaniambia nimeambiwa na Mungu, na mimi pia inabidi nitii. Sasa muamuzi wa nani mkweli? Yupo Mungu anatusubiri. Siku tutakapolala usingizi wa mauti, Mungu atatoa hesabu ya kila mmoja wetu. Kuhusu nguvu za kiume kwa wanaume, hali ya nguvu za kiume kwa wanaume kuanzia huu mwezi wa 4 ni mbaya sana. Lakini wanaume ni watu ambao wanajikaza na hawawezi kusema, lakini wangekuwa ni wanawake wangekuwa wameshasema. Ndio maana unaweza kumkuta mwanaume anapigwa na mke wake ndani. Anaweza akapigwa hata miaka 10 aseme. Anaweza akapigwa mpaka anazeeka aseme, lakini mwanamke atakimbilia kwenda kituo cha polisi. Atakimbia kwenda nyumbani kwao. Hali ya nguvu za kiume kwa wanaume ni mbaya. Ni tia maji. Na kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, hali ya nguvu za kiume kwa wanaume inazidi kuwa mbaya zaidi. Na ninyi kama waandishi wa habari, na mpo waandishi wa habari ambao pia mnafanya kazi za uchunguzi, kachunguzeni, piteni kwenye taasisi za afya. Kachunguzeni, piteni kwa waganga wa kienyeji. Mwende muone kinachowapeleka wanaume ni nini. Wengi sasa hivi wamekabiliwa na tatizo la nguvu za kiume. Na ipo siku nitawaambia chanzo chake ni nini. Umeuliza jambo la pili, suluhisho lake ni nini? Mimi Mungu amenipa suluhisho, na wapo wanaokuja wengi tu. Kuna wanaokuja mchana, wao wako tayari. Kuna wanaokuja usiku, hawataki kuonekana. Kuna wanaonitafuta kwa simu au kupitia kwa watu wanaonifahamu. Lakini hali ya nguvu za kiume kwa wanaume sio nzuri. Na si wanaume tu, mpaka vijana. Kuna vijana sasa hivi ana miaka 18, nguvu za kiume zimeanza kumwishia. Lakini pia jambo lingine, hali ya vijana miaka 20 ijayo itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanajichua sana. Wanajichua usiku, wanajichua mchana.
tunaandaa kizazi cha wanaume miaka ijayo. Hali ya nguvu za kiume kwa wanaume itakuwa ni janga. Na sasa hivi wanawake walioko kwenye ndoa, huwa nikiwasimamisha hapa kwamba nina package ya nguvu za kiume leo, unaona jinsi wamama wanavyokimbia kuja mbele. Kila mmoja anataka ipate kwa ajili ya mume wake. Maana yake ni nini? Wanavumilia. Walio wanaume wengi wenye ule umri wa kulala na mke wake akaenda mara 2 mara 3, ni mara moja tena, hata dakika 3 haziishi, dakika 5 haziishi. Kuna nguvu za kiume hapo? Swali lingine. Samahani, umesema kwenye kauli yako ambayo imeenda pale kwenye mtandao, umesema kuanzia mwezi wa 4. Labda pengine hili tatizo lilikuwa muda mrefu. Na je, itakuwa mwezi huu wa 4 ama ni kuendelea zaidi? Linaendelea zaidi, na wale ambao hawatachukua hatua mahususi, hatua za kuweza kukabiliana nalo, hali ya nguvu za kiume ndo inaendelea kuwa mbaya kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Kwa huu mwezi wa 4 ni mwanzo, lakini ni kuhakikishieni waandishi wa habari na Watanzania wenzangu na dunia nzima, hali ya wanaume kwa upande wa nguvu za kiume inazidi kuwa mbaya. Nabii, natamani kujua unabii wako unatoka kila baada ya muda gani? Kama ni kwa mwezi, basi mwezi huu wa 4 ni kwa ajili ya wanaume. Mwezi unaofuata labda utakuwa umepewa maono gani? Ukiingia mtandaoni utaweza kuona all major issues in 2025. Nilisema tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Lakini kila mwanzo wa mwezi kama kuna jambo ambalo Mungu anakuwa amenipa au amenionyesha kusema, huwa ninasema. Kwa hiyo siwezi kupanga huwa nasema lini, huwa nasema majira gani. Ni wakati ambao Mungu amenipa cha kusema, ndipo huwa ninasema. Nimepewa maagizo ambayo kuyafanya ni magumu, lakini inabidi nifuate. Moja, muda mwingi nashinda ndani ya maji nikiombea watu. 2, muda mwingi nashinda kwenye maombi, niko kwenye matope kwa ajili ya kuombea watu. Ni jambo gumu sana, hasa kwa mtu kama mimi ambaye nimeenda shule, nina degree zaidi ya 1. Ni jambo gumu sana. Lakini pia nimepewa agizo la kumbeba mtu mgongoni au kumbeba begani. Ni jambo gumu sana. Unakuta mwingine ni mwembamba, unakuta mwingine ni mnene sana. Ni kitu ambacho kinaumiza sana. Lakini pia nimepewa agizo la kubeba watu kuingiza kisimani, hasa walio na mambo magumu au wale ambao Mungu ananionyesha huyu lazima umuingize katika mto Jordan, ambacho ni kisima mnachokiona hapo mbele yenu. Huwa ni jambo ambalo ni gumu sana. Lakini pia swala la utoaji wa fedha. Watumishi tunatamani tununue magari mazuri, tujenge roji, tujenge mahoteli, tujenge viwanda, tufanye mambo makubwa ya kifahari. Kitendo cha kila Jumapili natoa zaidi ya milioni 10 si jambo jepesi. Kwa sababu hata mimi nina ndugu ambao ni maskini. Nina familia ambayo pia nimetoka kwenye ukoo maskini. Nina marafiki ambao ni maskini. Lakini kwa nini nawaacha na kuja kwa huyu ambaye Mungu amemleta mbele yangu? Kutoa pesa si jambo jepesi. Inahitaji uwe umetumwa na Mungu. Na mimi naleta mabadiliko Tanzania. Nimetumwa na Mungu kuja kuwainua walio wanyonge. Swali langu ni kwamba je, huoni kwamba utaleta taharuki kwa baadhi ya waumini ambao wanasali katika makanisa mengine wakisikia leo Nabii Nyakia anatoa pesa na wengine watatoka, na utawaamini vipi kwamba hawa je ni kweli wana shida na wengine wanataka kuja kwa ajili ya kufanya tu utapeli, labda wachukue pesa zako then waondoke? Utawaamini vipi? Pesa si zangu. Pesa ni za Mungu. Kwa sababu zile pesa, sina kiwanda, sina biashara, sina ajira fulani. Ni sadaka ambazo unapewa na watu. Kwa nachukua kile nilichopewa mimi kwa ajili ya kazi ya Mungu nayoifanya.
kinapatikana kwa ajili ya karama yangu, na mimi narudisha kwa wale watu wa Mungu. Sasa kuhusu watu kutoka kwenye makanisa yao, hili ni jambo moja ambalo mtu anaposikia na amekuja, sio kila anayeomba pesa anampa pesa. Kuna mtu namuombea, kuna mtu nampa ushauri, kuna mtu naishia kumpa unabii, kuna mtu Mungu ananiambia huyo mpe pesa, nampa pesa yule tu ambaye Mungu ameniambia toa pesa kwa huyo hapa. Kwa hiyo kwangu mimi kutoa, kwanza napotoa najiona kama nimenenepa, najiona nimekuwa bilionea, najiona nimekuwa trilionea. Kwa hiyo furaha yangu kila siku nikiona ninatoa, namgusa maskini, namjengea mtu nyumba mpaka nimalize, namsomesha mtoto. Ninyi mmeona haya ya kutoa pesa, lakini nina watoto ambao ninawasomesha. Nina watu ambao nawapeleka hospitalini kwenda kufanyiwa operation. Anakuja hapa na nyaraka zimeandikwa, anatakiwa kafanyiwa kwenye operation kwenye hospitali ya rufaa. Na anakuja si kwa ajili ya maombi. Amekuja, nabii nimekwama 700,000, nabii nimekwama 2,200,000, naomba unisaidie. Hajaja kwenye maombi, amekuja kwenye msaada. Napoona zile nyaraka, najua huyu moyo wake Mungu ameuweka kwa daktari, na tayari daktari ameshamwandikia kila kitu. Nikimwambia atulie hapa kwenye maombi, ataona namchelewesha. Nachukua kile kiwango ambacho Mungu amenipa, nampatia. Kwa sababu mimi na daktari hatujaja kuonyeshana nani kasoma sana, nani ana upako sana. Lengo la kanisa na lengo la hospitali ni kulinda ustawi wa afya ya mtu na maisha ya mtu yaweze kuboleka, mtu aendelee kuwa hai, mtu aendelee kuwa na afya njema. Naitwa Erikson kutoka Kispika TV. Kwa hiyo hivi vitanda vya hospitali tunavyoviona hapa ni kwa ajili yao wagonjwa wanaowapokea. Hivi vitanda vina kazi nyingi sana. Karama yangu ambayo inanifanya mpaka leo nimefika hapa ni ile nguvu ambayo Mungu ameweka kwenye viganja vya mikono yangu. Mtu akisha lala hapa kwenye kitanda, nikifanya hivi mkono wangu, hapa panageuka panakuwa kama kioo. Kwa hiyo unaweza kuona chochote kilicho ndani ya mwili wake. Damu inavyotembea, moyo unavyofanya kazi, shida alionayo na chanzo cha tatizo lake. Kwa mpaka nimefika hapa ni karama ya mkono wangu. Kwa hivi vitanda ni kwa ajili ya mambo haya, lakini pia kuna watu wanakuja wamechoka sana, wanahitaji kulala. Lakini pia sio kila mtu unayemuombea lazima aanguke chini. Kuna wengine tunawaombea wanaanguka chini, wanazidi kuumia zaidi. Mtu ameshakuwa dhaifu, bado unakwenda unamshika kichwa. Tena si kwamba una upako, unazidi kumdidimiza aanguke chini, wewe uonekane kama una upako. Kwa nini usimlaze pale kwenye kitanda na ukamuombea akiwa ametulia kabisa? Mungu anafanya kazi kwa njia nyingi sana. Mimi naitwa Uncle Beni kutoka Masanja TV. Tunarudi nyuma kidogo, nimezungumzia kwamba unawasaidia watu ambao wasiojiweza, unatoa pesa kama hivyo. Kuna tetesi zinasema, nilisikia nimezionaona mitandaoni kwamba wewe hizi pesa ambazo unazipata labda kanisani kwenye huduma hauzitumii kwenye matumizi yako binafsi, unatumia kwa ajili ya kuwasaidia watu kanisani. Kuna kipindi ishatokea kwamba ushaishiwa kodi ikafika stage mpaka ukataka kutolewa vyombo nje, na lakini kwa msaada sijui wa Mungu, si msaada wa nani, ukananiliwa ukaweza kulipa hiyo kodi. Lakini pia inasemekana kwamba kuna mwanao ambaye mpaka sasa hivi hajalipiwa ada kwa sababu ya kukosa pesa. Je, hizo taarifa zina ukweli ndani yake kwamba pesa za madhabahuni uzitumie kwenye matumizi yako binafsi? Asante. Umesema unatoka Masanja TV. Una kamera kazini. Ukiishiwa kodi nyumbani, utaenda kuiuza? Hauwezi kwenda kuuza. Kwa sababu kifaa cha kazi kinabaki kuwa kifaa cha kazi. Na kile unachokipata kazini kina mipaka ya nini utumie na nini usitumie. Sasa kuhusiana na hicho ulichokisikia, na mheshimu Mungu katika hiki anachonipa. Kila jambo lina utaratibu.
jinsi ya kutumia. Sio kwa sababu hapa anapokea mamilioni ya pesa basi yatumike kwa ajili ya kusomesha watoto wangu, kwa ajili ya mimi kufanya mambo yangu, hapana. Nafuata utaratibu ambao taasisi hii mimi mwanzilishi wake. Kuna sera za kuiendesha hii taasisi. Kuna kitu kama Mungu hajaniambia kufanya kwa kutumia pesa ya huduma, siwezi kufanya kwa sababu tu mimi ndo wa mwisho kuidhinisha ile pesa. Kwa hiyo naweza nikawa na mimi na changamoto ya familia yangu na iacha changamoto ya familia iendelee, lakini unaweza ukaja hapo ukanikuta nampa mtu milioni 10 lakini mwanangu hajaenda shule. Kuna utofauti wa mwanangu na pesa ya madhabahuni. Nabii, kulitokea mkanganyiko kidogo kwa waimbaji wa nyimbo za Injili. Sasa wewe kama baba wa kiroho, kwa sababu sasa hivi watu wameshuka kidogo kuamini waimbaji wa nyimbo za Injili kutokana na skendo ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa wewe kama nabii lakini pia baba wa kiroho, ulijaribu kumvuta labda mmoja wa wasanii wa Injili akiwemo Martha Mwaipaja, lakini pia kuna skendo ambayo ilitokea, nadhani nimemsahau kidogo jina, na pia ni mtumishi. Wao wana lipi la kuzungumzia kwenye upande wa waimbaji wa nyimbo za Injili? Wanaendelea na maombi na wao pia wana madhabahu na wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo naendelea kuwaombea kwa changamoto walizonazo. Lakini mimi huwa natamani kumuinua mtu mmoja tu ambaye nampenda sana moyoni mwangu. Anaitwa Malo. Sijui unamfahamu? Nampenda sana. Haimbi nyimbo za dini, lakini kuna kitu Mungu amenigusa nije nifanye siku moja kwenye maisha ya Malo. Haijalishi nitafanya lini, lakini nitamfanyia kitu ambacho atakuja kushangaa. Kwa hiyo hawa wengine ambao ni wa dini, mimi sichagui nani ambaye nitamsaidia ambaye ni msanii. Naweza nikamsaidia Muislamu, naweza nikamsaidia asiye Muislamu. Naweza nikamsaidia anayeimba nyimbo za dini ya Kikristo au anayeimba nyimbo za Kiislamu. Hapa kanisani kwangu wamejaa Waislamu, wamejaa Wakristo. Kwa hiyo hilo la wale ambao ni Wakristo, waimbaji wa nyimbo za gospel, tunaendelea kuwaombea mimi pamoja na makanisa mengine yote Tanzania. Nabii Nyakia, unapitia na imani baadhi ya comments kwenye mitandao ya kijamii, especially kwenye page zako za Instagram. Unakutana na hizi comments za mashabiki kwenye mitandao kwamba ukisikia manabii wa uongo ndio hawa. Unawajibu vipi sasa hawa ambao pia wana comments labda kupitia mitandao yako ya kijamii? Wakati wewe unaanza kufanya kazi ya media, kuna watu waliamini labda ukuwa na akili darasani, ndio maana umekimbilia huku. Lakini leo hapo ulipofika, kuna watu wanaamini wewe kweli ni mwandishi. Chochote unachokianza ambacho pengine kwenye jamii hakikuwepo au unakifanya kwa njia ya utofauti, lazima watu wakushambulie. Lakini mimi si wa kwanza kushambuliwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishambuliwa mpaka akakimbia kutoka Maka akaenda Madina. Kwa sababu gani? Kitu alichokuwa nacho watu hawakukielewa. Na ukiona unafanya kitu ambacho dunia yote inakuelewa kwa wakati huo, wewe una kitu. Rudi kijijini kwenu, nenda kalime. Yesu ambaye ndo mimi naye mtumikia, alipoanza kuifanya hii kazi, watu walimuita majina ya ajabu sana. Huwezi ukawa na kitu ambacho kimebeba neema ya kuja kuisaidia dunia, alafu dunia ikakukubali kwa haraka sana. Fikiria mtu wa kwanza aliyetengeneza ndege, kitu ambacho kinakwenda kuruka juu. Watu walimuona hana akili. Mtu wa kwanza aliyetengeneza baisikeli, alianza na baisikeli ya miti. Wale waliokuwa wamesoma kuliko yeye, walimuona hana akili. Siku zote wasiojua kile ulicho nacho na hawajakaa na wewe, lazima watakuona huna akili, kwa sababu unachokifanya hawafanyi wao, unafanya wewe. Na aliyekwambia wakati anakuambia wao hawakuwepo, wanaona matokeo. Waendelee kusubiria matokeo. Nabii, mimi naomba nirudi nyuma kidogo. Nje na msanii Maro ambaye umemtaja hapo, ni msanii gani mwingine ambaye umeshawahi kupewa maono yake lakini pia unatamani arudi kumtumikia Mungu nje na sehemu ambayo yupo? Walio kwenye tasnia gani? Bongo Flava, lakini pia kwenye uigizaji. Natamani tu wale vijana ya Moto Band siku moja waimbe tena pamoja. Na waombea sana ya Moto Band siku moja viongozi wao wawakutanishe pamoja.
waimbe tena pamoja, alafu wainuane. Unajua sisi kama watumishi wa Mungu hatutaki kuchagua nani Mkristo nani Muislamu. Vijana wote kila mmoja kwa karama aliyo nayo tunawaombea wafanikiwe, kwa sababu ni Watanzania, na wanapofanikiwa ni taifa letu limefanikiwa, ni familia zao zimefanikiwa. Kwa tunatamani karama zao ziweze kufanya kazi bila kujali kwa sababu wanaimba madhabahuni. Hatuwezi tukaweka ubaguzi tuombee walio madhabahuni kwamba wao ndio wamempokea Yesu. Unaweza kumkuta kuna mtu huko anaimba nyimbo ambazo tunaita ni nyimbo za kidunia za shetani. Wapita makanisani wote wanamjua naye Diamond na wanasikiza nyimbo za Diamond, lakini wakiwa mbele za watu ni nyimbo za shetani. Kuna mtu asiyesikiliza hizo nyimbo, kuna mtu asiyesikiliza taarabu, ila wengi tuko katika hali ya unafiki. Tukikaa mbele za watu hatutaki hizo nyimbo, lakini anzisha wimbo. Nenda kwenye sikukuu, nenda kwenye sherehe, hao walokole wanacheza nyimbo hizo hizo. Na waombea wanamuziki wote walio wa dini na wasio wa dini, Mungu awafanikishe karama zao zifanye kazi, waweze kupata kipato na waweze kuinuka na waweze kuvunja rekodi. Tunahitaji Tanzania waimbaji wa aina mbalimbali wavunje rekodi. Mwamposa akahubiri Jumapili kuwa waumini wasiende kwenye makanisa yanayotoa pesa. Hili jambo naliongeleaje nabii? Kwamba Mwamposa amehubiri Jumapili wahubiri wanaotoa pesa madhabahuni watu wasiende madhabahuni. Amehubiri kanisani kwake? Yeah. Kwamba waumini wasiende kwenye makanisa yanayotoa pesa. Amewaambia waumini wake? Ndio. Basi na mimi Jumapili nitawaambia waumini wangu. Kwa hiyo hilo jibu nitalitoa Jumapili kwa waumini wangu, sababu yeye ameongea kwenye familia yake na mimi nitaongea kwenye familia yangu. Nabii, kwa mfano kama ukialikwa kwenye mechi kama Simba au Yanga, unaweza kukubali wito kama tunavyoona manabii wengine, mtume wengine? Inategemeana na ratiba. Okay. Kingine naomba turudi nyuma kidogo. Kwenye unabii ambao unaufanya, kwa mfano umetabiri labda mwaka huu kutatokea kitu fulani na hakijatokea, kwako kinakuwa na athari gani, na kimeshawahi na hiyo moment ishawahi kutokea labda? Yote makubwa niliyoyatabiri ambayo mpaka yametikisa dunia yametokea. Sijawahi kukutana na jambo la namna hii. Lakini pia yule mama ambaye mmeuliza juu ya habari zake, baada ya kuwa nimeyaona maisha yake jinsi yalivyo, na baada ya Jumapili kuwa amekuja na zile tishu, ameonyesha zaidi uaminifu. Ameenda kununua zile tishu, ameanza kweli kuendelea na biashara. Nimeamua kumjengea nyumba. Matofali ndo yale pale. Kwa siku yoyote wiki hii nitakuwa nayapeleka kwenda kwenye uwanja wake. Tayari ana kiwanja, anasema alinunuliwa na mzungu. Aliyepita barabarani akamkuta amebeba mtoto anauza zile tishu. Yule mzungu akaguswa, akaenda kumnunulia kiwanja. Sasa na mimi namalizia kumjengea nyumba na nitamkabidhi ile nyumba ikiwa imekamilika, ina kila kitu ndani. Na kuhusu gari vipi? Kuhusu gari? Hilo subiri Jumapili nitatoa majibu yake. Lakini lazima tu ataendesha gari. Unaiona wapi huduma yako baada ya miaka 2? Huduma yangu naiona ikiwa imefika dunia nzima na ikiwa imekubalika dunia nzima, na nikiwa ni mtu ambaye dunia nzima inajua kwamba yupo Nyakia. Na hapa Tanzania watu ambao hamjawahi kuwaona wakija Tanzania kwa ajili ya huduma, mtawaona wa airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere itakuwa bize kupokea wageni wa aina mbalimbali, na mahoteli ya Tanzania yatakuwa bize, na mbuga za wanyama zitakuwa bize kwa ajili ya watu watakao kuwa wanakuja hapa kanisani. Nilichopewa na mimi Tanzania, hakuna mtu ambaye kwa sasa hivi anacho duniani, na dunia inakihitaji na itakuja kukipata hapa. Nina swali kidogo. Naitwa James William, natokea Mo TV ambayo inapatikana Star Times channel 125. Nina swali japo natoka nje kidogo ya hiyo, kwamba hii Mo TV wengine wanasema na yule mfanyabiashara Mo, wengine wanasema ni ya kwako Nabii Nyakia. Sasa tunaomba ufafanuzi kama waandishi wa habari. Mo TV ni TV ya jamii. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote
waitazame Mo TV ambayo inapatikana channel namba 123. Umeona mkono pale? Naitwa Amida Hassan, natokea Mo TV ulioiongelea sasa hivi. Manabii wengi na wachungaji wengi hawapendi kuwaonyesha wake zao, na ndio maana wanaingia kwenye mambo ya skendo. Sijui hilo unaliongeleaje kama nabii? Tukiwaonyesha wake zetu nao wanaanza kutongozwa na washirika. Lakini katika swala zima la ndoa, unahitaji mara nyingi kama mtumishi wa Mungu uwe na privacy yako. Kuna mambo yanahitajika yaongelewe, kuna mambo yanahitaji yabaki kuwa yako na familia yako. Kwa hiyo lazima uweke demarcation. Kuna vitu vibaki kuwa vya kwako na familia, na kuna vitu vibaki kuwa vya jamii. Yes, naitwa Bryson Bati kutoka Mo TV. Swali langu ni kwamba watu wengi sasa hivi wanatamani kukuona mikoani mbalimbali kufanya makongamano. Upo tayari kwa kwenda mikoa tofauti tofauti kwa sababu wamekuwa na kiu ya kukuona, wanakusikia tu kwenye vyombo vya habari na kukuona. Je, hilo unawaambiaje? Sijasemeshwa na Mungu kwenda mikoani. Majira ya Mungu yakifika nitakwenda. Usingekuwa nabii, ungekuwa nani? Tabani kujua. Unasema? Kama usingekuwa nabii, ungekuwa nani? Kama nisingekuwa nabii, leo majira haya ninapoongea na wewe ningekuwa serikalini. Kwa sababu nilikuwa mwajiri wa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Na nimesoma chuo kikuu Mzumbe. Wenzangu niliosoma nao ni Anthony Mavunde, Anthony Mtaka na wengine wengi tu. Lakini mimi ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuwa wakaguzi wa ufanisi 21 Tanzania nzima. Kwa hiyo leo nadhani kwa nafasi na kwa mahala nilipokuwa nimefikia, ningekuwa nimeshafika mbali sana na ningekuwa nina cheo kikubwa serikalini. Sababu nimeacha kazi kwa ajili ya kufanya hii kazi mwaka 2020. Ndio nimeresign, sijafukuzwa. Nimeresign kwa kuomba waniruhusu nikafanye kazi ya Mungu. Wito wako ulikuwaje? Kuna wengine wanasema Yesu amemtokea akamwambia nataka unitumikie. Wengine wanasema kwenye ndoto. Je, wewe ilikuwaje mpaka unaacha kazi unakuwa nabii? Wito wangu ni kwa sababu ya wito unaoona sasa hivi unafanya kazi, ndio ulinifanya nikaacha kazi nifanye hii kazi. Yaani uliona nini? Au kuna kitu chochote kilikutokea? Hilo nitakujibu siku nyingine, linahitaji muda. Sawa. Tunaweza mtumishi wa Mungu na swali la mwisho, inasemekana kwamba hapo ulipofikia mpaka sasa ulipitia hali ya uchokoraa. Kuna ukweli wote? Kuna ukweli? Ndio. Na miongoni mwa watu ambao mimi walikuwa wananisaidia wananiletea chakula wakati niko chokoraa, alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Yanga anaitwa Bakari Marima Jembe Ulaya. Nilikuwa nalala pale nyuma ya jengo la Yanga. Ni hatua tu za Mungu kukuimarisha ili aweze kukufanya vile unavyotakiwa kuwa. Ndio maana leo wewe kwa chini ya kuzuii Mungu kukuinua. Naomba nifike mwisho. Na swali moja, kwa nini nabii ndoa nyingi siku hizi zinavunjika? Shida ni nini kwa wanandoa na ushauri wako kwa jamii ni nini? Ndoa zimeanza kuvunjika toka enzi. Unaona ndani ya Biblia kuna mtu mmoja anaitwa mfalme wa Asuero. Anamwacha mke wake anaitwa Vashti kwa sababu tu alimwambia njoo ucheze mbele za watu. Yule mwanamke akagoma, akaamua kumpa talaka. Kwa jambo la ndoa ni huwezi ukawa na single answer. Kila mtu na mwenzake wana kitu kilichowafanya wakapendana. Baadaye wana kitu kilichofanya kila mmoja akaona hakiko sawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji muda kuweza kukueleza kwa nini watu wanaachana. Sababu iliyofanya Mwajuma na Ali wakaachana ni tofauti na sababu iliyofanya Jeni na Ibrahimu wakaachana. There is no single answer. Nabii, mimi swali langu la mwisho, watu wengi wanaamini kuwa watumishi wa Mungu wanachelewa kuchukuliwa na Mungu kwa sababu ya kazi ambazo wanazifanya. Nikianza pale kwa TB Joshua, iliwashangaza watu wengi. Mbona Mungu anamchukua mtu ambaye anasaidia jamii lakini pia anafanya unabii ambao watu wanaona matokeo mazuri. Sasa nataka kujua, ni kweli Mungu anaweza kukuchukua kabla ya kusudio lake kutimia? Mambo ya Mungu ni siri. Hakuna mwanadamu anaweza kujua mpaka yeye mwenyewe akusemeshe.
Kwa hiyo hata na TB Joshua ilikuwa ni siri, kwa sababu mwezi ambao alikuwa amenipangia mimi niende akanimwagie mafuta ya mwisho ndo mwezi ambao yeye alifariki. Tarehe ambayo alinibadilisha mimi iwe ni tarehe yangu ya kuzaliwa kutoka tarehe yangu halisi ndo tarehe ambayo yeye alifariki. Kwa kuna siri za Mungu zinafanya kazi.